Mashariki ya Kati bado hali ni tete. Wapo viongozi wanaotoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kunusuru maisha yao, lakini wapo raia wanaotoka mataifa mbalimbali waliokwenda kwa ajili ya shughuli za kibiashara, lakini mpaka hivi sasa tathmini ya maisha yao haijulikani watatoka lini, kulingana na hali halisi ya usafiri kusitishwa kwa muda. Wapo waandishi wa habari kadhaa wanaoripoti matukio haya, nikiwemo na mimi, kwa namna ambavyo wanaona inafaa na taaluma inavyowaongoza. Lakini bila shaka tunamfahamu huyu. Anasema aliuawa si ng'ombe wala mbuzi, aliuawa ni binadamu. Jina lake halisi anaitwa Kelvin Raphael, maarufu kama Zungu, mmoja wa wanahabari vijana waliojipambanua kwa ajili ya kuzungumza siasa, hususan masuala ya geopolitics. Hakuanza leo, ni muda mrefu. Lakini pengine tukio linaloendelea hivi sasa la Mashariki ya Kati kwa waandishi wa habari wengi kuonekana ya kwamba hisia zinatangulia mbele pasina taaluma, limekuwa ni mawazo mseto ya watu wengi kwa ajili ya kuzungumza na kuweka comment kwa kile ambacho wanakitazama. Binafsi nimepata nafasi ya kumuuliza Zungu ama Kelvin Raphael, yeye ana mtazamo gani na maoni gani ya mawazo mseto ya watu mbalimbali ambao kimsingi wanazungumza, pengine hisia zake ndio ziko mbele zaidi kuliko taaluma kwa kile ambacho anakitazama ama anakizungumza kwa yale ambayo yanaendelea Mashariki ya Kati, na haya ndio majibu yake. Ali, kuhusiana na hili swala la hisia, nadhani tu watu wanashindwa kuelewa, kwa sababu lazima tufahamu aliyekufa tena kwa kuuawa, anasema aliuawa si ng'ombe wala mbuzi, aliuawa ni binadamu. Lakini mbali ya kuwa binadamu, ni kiongozi wa kiimani pia lakini pia ni mpambanaji kwa watu ambao wanaamini katika siasa za Mashariki, ambaye amepambana kwa zaidi ya miaka 40 na utawala wa Magharibi unaoongozwa na Marekani. Kwa hiyo anapofariki dunia kwa kuuawa mtu wa namna hiyo, ni lazima huzuni iwe kubwa kwa sababu sisi ni binadamu na tunahisia. Kwa hiyo nadhani ni sahihi kabisa kuomboleza au kusema pata hisia sana, na hivi ni sahihi kwa sababu yule sio ng'ombe, ni mtu. Na kwa watu ambao ni timu Mashariki, ambao tunaamini katika siasa za Mashariki zaidi, ni jabali la Mashariki limeondoka, ni baba ameondoka. Kwa hiyo ni lazima hiyo huzuni kubwa, na huzuni ndio hisia yenyewe. Ni kama tu ambavyo alivyofariki Fidel Castro, ndio mambo jinsi ambavyo yalikuwa hivi Che Guevara, ndio mambo jinsi ambavyo yalikuwa hivi Patrice Lumumba. Hao wote ni wanaume wa Mashariki. Kwa hiyo wanaume wa Mashariki wanapambana sana, kwa wanapofariki ni lazima hisia iwekani, na kuwa na hisia si dhambi, hakuna dhambi, na ni mtu yule, si ng'ombe. Pamoja na kwamba Kelvin Raphael maarufu Zungu ameeleza alichokieleza, tumeshuhudia waandishi wengine kadhaa wa habari na wao wakitoa mawazo yao mseto ya kwamba hili ni hili na hili ni hili. Lakini nimemtafuta pia moja ya wanahabari wa muda mrefu kutoka hapa Tanzania, Azizi Kindamba, ambaye kimsingi ni mkuu wa chumba cha habari kutokea Clouds Media Group, kumuuliza sehemu ya matukio kama haya, nini haswa kinapaswa kuwekwa kipaumbele kwa maana ya taaluma ichukue nafasi yake pale ambapo mwandishi anataka kuripoti ama kufuatilia undani wa tukio hili. Na haya ndiyo majibu yake. Bwana, tasnia ya habari ni tasnia ambayo kazi yake kubwa ni kwa sisi ambao tupo kwenye tasnia kukusanya, kutafuta, kuchakata taarifa mbalimbali na kisha kuzipeleka kwa walaji ambao wanatufuatilia katika platform mbalimbali. Anaweza kawa anatufuatilia kupitia mitandao ya kijamii, anaweza kawa anatufuatilia kupitia television, ama anaweza kutufuatilia kupitia redio kwa maana kutusikiliza, ama kwenye vyanzo mbalimbali ambavyo vinahusika na upatikanaji wa taarifa mbalimbali. Sasa sisi ambao tupo kwenye tasnia ya habari, lengo letu kubwa ama jukumu letu kubwa sasa ni kuhakikisha kwamba zile taarifa tunazitoa katika misingi ama zile kanuni za kimsingi kabisa za utafutaji na upelekaji wa taarifa kwa walaji, pasipo kuzingatia maslahi yako binafsi ama pasipo kuzingatia vipaumbele vyako. Yani wewe pengine umechagua upande, umefanya kitu fulani, ama pengine wewe kama kwenye mpira basi unachagua timu fulani, unabezi huko.
hauwezi ukawa ni mwandishi wa habari wa kijamii na jamii ikawa inakutarajia wewe, kwa sababu tayari unakuwa umeshachagua upande. Kwa mfano, kwenye sasa hivi swala kubwa linaloendelea la Mashariki ya Kati, mgogoro kati ya taifa la Iran pamoja na Israeli, Marekani pia akiingia pale kati, waandishi wengi ambao tunawaona sasa hivi wamechagua pande. Wapo waandishi ambao wanaripoti taarifa za upande wa Marekani na Israel, lakini pia wapo waandishi ambao wamebase upande wa taifa la Iran. Ukirudi katika misingi ya uandishi, hii haitakiwi kuwa hivyo, kwa sababu tunawagawa hawa watu ambao ni walaji wa taarifa zetu. Wapo watu ambao wanataka kusikiliza pande zote mbili, usahihi wa taarifa ni upi, umakini wa taarifa ni upi. Lakini sasa unapobezi katika upande mmoja, unapobezi kwa upande huu, manake unawagawa hawa wengine wasiamini taarifa zako, na wasipoamini taarifa zako, manake wanashindwa kujua sasa uelekeo wa taarifa ambazo zinakuja ni upi. Pamoja na hiki ambacho kinaendelea, ni ukweli usiopingika ya kwamba hali ambayo inaendelea hivi sasa ni nguvu na utunishaji misuli wa silaha kwa kila mmoja ambaye anatamani kumwonyesha mwenzie. Si Marekani, si Israel, wala si Teherani kwa maana ya Iran. Na hapa Kelvin Raphael Zungu anatueleza silaha za namna gani ambazo kwa hivi sasa mara nyingi huwa zinatumika kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya kila mmoja kumdhuru mwenzake. Hili suala la silaha ukilinganisha Iran na Israeli pamoja na Marekani, kwa tunavyoona, tunafahamu ya kwamba Marekani atakuwa na uwezo mkubwa wa silaha, lakini Iran wenyewe wamejipambanua na droni zao maarufu zile za Shahid. Lakini Iran wanasema wamekuwa wakitumia makombora ya kizazi cha kwanza na cha pili ambayo ni ya zamani sana, na wamejinasibu makombora hayo yamefanikiwa kuvuruga kabisa ulinzi wa anga wa Israel. Kwa hiyo wataanza kutumia makombora kizazi cha 3 na cha 4 ambayo pengine ni hatari zaidi. Kwa hiyo kila nchi imekuwa ikijinasibisha katika uwezo wa silaha zake, lakini kubwa zaidi ni target, ambapo Israeli anaonekana kuwa vizuri kwenye target, kwa sababu targeti zake nyingi zimeondoka na viongozi wa Iran, lakini anapiga maeneo ya kimkakati zaidi, ingawa wakati mwingine anapiga mpaka anaua watoto, jambo ambalo ni kinyume kabisa na sheria za vita. Iran amekuwa akipiga maeneo mbalimbali, lakini yeye targeti zake kubwa ni kambi mbalimbali za kijeshi ambazo ziko Mashariki ya Kati. Ndio maana umeona anapiga maeneo mbalimbali. Apigana na hizo nchi? Hapana, bali anapiga maslahi ya Marekani katika hizo nchi. Kwa hiki ambacho kinaendelea Mashariki ya Kati, ni swali la kujiuliza na kujua ya kwamba ni bora ya heri ya Musa kuliko ya Firauni, ama ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Ni msemo ambao unachanganya na unatafakarisha kweli kweli kujua mwisho wake ni yapi, lakini athari si kwa Iran, si kwa Israel, si kwa Marekani peke yake. Hii ni athari kwa dunia kwa ujumla. Leo tumeshuhudia 13% ya upandaji wa bei ya mafuta kupanda, na hiyo ni kwa Tanzania. Duniani mambo ni tofauti. Endelea kusalia nami, usisahau kucomment, kushare na kunifollow. Mimi ni Ali Kashmiri. Unionapo kuna jambo, na kama utafika utaniona.